pale chakula chake, lakini asubuhi awapeleke ofisini anakofanyia kazi yeye, awaunganishe na watu ambao wapo kazini ili wawafundishe vijana hawa nyumbani kazi, kwa lengo zuri tu ya kwamba hawa wakishaimarika hapa watakuwa msaada mkubwa, maana hawa ni ndugu. Sitoi ushuhuda huu au mfano huu ili wachukie ndugu, no, saidia ndugu, saidia ndugu. Niliongea mahali maneno magumu kidogo. Kuna tofauti ya kumsaidia mtu kwenye maisha yake afanikiwe na kumleta mtu kwenye hatima ya maisha yako. Fuate vizuri. Kuna tofauti ya kumsaidia mtu ili afanikiwe kwenye maisha yake. Namsaidia mdogo wangu mtaji huu aende, namsaidia kaka, namsaidia dada aende pale. Na ile kwamba sasa namleta mdogo wangu awe na mimi hapa, ajue A to Z, namleta kaka, namleta dada, namleta mjomba, namleta shangazi. Kuna tofauti. Kwa hiyo waga na washauri watu, unayemleta kwenye hatima ya maisha yako usimbebe kiolela atoke kwa Bwana, kwa sababu kila mmoja ana hatima yake aliyopangiwa na Mungu. Hatubebani tu, tunakwenda kwa Mungu, yani kwa utaratibu wa Mungu. Kama ni hatima yako hapo mahali, usichukue mtu yeyote, narudia tena, yeyote kumuingiza hapo bila kupata kibali cha Bwana. Saidia bila kuuliza kwa Mungu. Wewe saidia tu watu wapate msaada, waende wakafanikiwe. Lakini hatima, sasa ninamwachia duka langu ambalo ndio maisha yangu. Sasa namwachia biashara yangu ambayo ndio maisha yangu. Namwachia kampuni yangu ambayo ndio maisha yangu. Hapo Mungu lazima usike kwa 100%. Wewe wakao hapo nyumbani, wanalala, wanaamka, wanakula, wanaenda kazini. Kule kazini wanafundishwa kazi. Huyu ndugu alipoona ameshaweka ndugu zake hapa, baada ya mwezi mmoja miwili wanapata uzoefu, akawa na safari zingine za kutoka nje. Sasa kifungo kimwachia, kwa hiyo anaweza kwenda hata nchi zingine huko, kuongeza ofisi, kufanya hiki na kile. Kawakabidhi hao. Mwanzoni walikuwa wanafanya vizuri. Kwa hiyo akawaondoa hata watu wake wa karibu walioanza nao zamani, akawaamini sana hao ambao ni wa karibu zaidi kwake, wa nyumbani mwake zaidi, ndugu. Kwa hila tu za adui, hawa vijana wakaanza kuwa na mipango ya uovu. Sijui walishikwa sikio na mteja mmoja wapo mwenye hela zake na kuwashawishi vijana kwamba wanaweza kufungua kampuni yao kama hiyo na wakafanikiwa, sijaelewa. Lakini muda mwingi kaka alikuwa sasa haonekani Dar es Salaam, anafanya maeneo mengine kwa sababu hapa ana watu wake wa damu wa nyumbani. Kwa hiyo hakuna shida, ofisi iko safe. Kuna watu wa nyumbani kwangu wako pale. Kwa hiyo taratibu watoto wakawa wanaangalia utaratibu wa kuanzisha kampuni yao. Wakafanikiwa, wamesoma shule, wana elimu. Kwa hiyo wakafanikiwa kupata kampuni yao. Wakaangalia utaratibu wa kuisajili. Wakaisajili. Jina sio hili la kaka, jina ni lingine. Lakini mbaya na hila waliokuwa wanaifanya ni sasa kuwachukua wateja wa ofisi ya kaka kuwapeleka kwenye ofisi yao mpya. Kwa sababu kazi ni hiyo moja, clearing and forwarding. Wakawa wanafanya kimya. Kwa wanaripoti kwa kaka, lakini watu wa huku wakija wanaongozwa, bwana hii kampuni muda wote tunaifunga, kwa hiyo tutatolea mizigo kwa jina la kampuni ile. Tutafanya kazi kwa jina la kampuni ile. Huku mauzo yanapungua, kule yanaendelea, kaka hana taarifa. Ndio maana nilizungumza mahali nikifundisha hili somo, haiwezekani vitu vinavyohusika na wewe kwenye territory ya maisha yako, hiyo ni eneo la kwako, ndani ya mipaka yako, vinahusika na wewe, vinafanyika vitu kwa siri, kwa hila, alafu wewe una Mungu aliye hai na hauna taarifa. Haiwezekani. Yani unachimbwa kwa siri kimya, hiyo biashara ife, hiyo ndoa ife, watoto wako haribikiwe, alafu wewe kila siku unaabudu kanisani. Roho wa Mungu yuko ndani yako, Roho ambaye tuliambiwa atatupasha habari ya mambo yajayo na tusiyoyajua, atatufahamisha habari yake, na vitu vinatokea vinavyokuhusu wewe, sio jirani, wewe.
ofisi ya kaka, wakawa na ya kwao. Ndugu anakuja kufahamu baadaye. Sasa okay, unawashtaki kwa kalamu ipi, kwa maandishi yapi? Wamefanyaje? Wamekuibia shilingi ngapi? Kwa maandishi yapi? Wateja hawaje ofisini kwako, kwa hiyo biashara imeshuka huko kwa sababu hakuna wateja wanaokuja. Unamlaumu nani? Unampelekaje mahakamani? Nani kazuia wateja? Kwa nini mtumishi wa Mungu, nisaidie tu, tuendelee kuliombea hili jambo. Kwa kweli nimeokoka na mpenda Yesu, lakini linaniumiza. Nimewasamea hao vijana, lakini kuwatoa kwenye nafsi yangu, nilipotoa gharama kulipa nauli watoke nyumbani, wamefika Dar es Salaam, wanakula chakula changu, wanalala nyumbani kwangu, wanatumia maji yangu, umeme wangu, nauli yangu, kazini pale wanatumia watu wangu kufundisha kazi. Leo hila ya namna hii, mpaka nashindwa kuwalipia wanangu shule. Walikuwa wanasoma nje, watoto wake wamerudishwa nyumbani, hapa wana ada. Hila. Na Yesu yupo. Na ili uelewe ya kwamba alikuwa ni shetani 100% kumvuruga huyu na achanganyikiwe, kwa sababu hicho sasa kimfanya anakuambia kuna wakati hata kujitoa kanisani nashindwa, kwa sababu zamani hapo nilikuwa mstari wa mbele, hata kuchangia ujenzi wa kanisa, kuchangia nini na hiki. Sasa nimeshapigwa huku, hiyo naipata wapi? Kwa hiyo nikiona kuna machangizo siendi kanisani. Asipoenda kanisani nini kinatokea? Shetani anafurahi. Ndicho kilichokuwa kinalengwa. Uache kuimba kwaya, uvurugwe kazini, acha kwaya. Vurugwa kazini, acha uzee wa kanisa. Biashara ife, achana na mambo ya Mungu. Nenda kwa waganga wa kienyeji. Ndicho kinachowindwa na adui. Mtu mmoja aseme amina. Mgeukie mwenzio, muulize unamuelewa mtumishi wa Mungu. Watu wa Mungu Tabata, hii dunia msiangalie tu hivi mkapenda tu masomo mepesi, barikiwa, fanikiwa, nenda. No. Hivi vitu vimeandikwa, tujifunze na tuvielewe. Tukishavielewa tuchukue hatua. Imenisaidia sana. Leo siamini tu mtu kisa amesema Bwana Yesu asifiwe, haleluya, anena kwa lugha mpya ndio unajifungua kabisa moyo mzima. No. Hapana. Kuna wengine wanakuja kwa hiyo salamu, wauwe ulicho nacho, wanyang'anye ulicho nacho, wavuruge ulicho nacho. Usipokuwa makini utapotea. Chukua tahadhari. Lugha ya nje inaweza kuwa ni nzuri, ni lugha laini, ni lugha ya amani, maneno matamu ya kinywa cha mtu, lakini kumbe ndani ya moyo wake kabeba mauti. Chukua tahadhari. Zaburi ya 62 mstari wa 4, na karibia kumaliza. Niliambiwa saa 2 watu washatoka hapa, kwa hiyo uwe na amani, tatunza muda wangu vizuri. Saa 2 watu washatoka hapa ili kesho pia upate hamu ya kuja. Zaburi ya 62. Bwana Yesu asifiwe. Zaburi ya 62 ule mstari wa 4 ndio ninaolenga. Zaburi ya 62 mstari wa 4. Mstari wa muhimu sana tupate uboni. Asante sana mtumishi wa Mungu. Hufanya shauri kumwangusha tu katika cheo chake. Hufurahia uongo. Kwa kinywa chao hubariki, kwa moyo wao hulaani. Nitaka uone huo mstari. Hufanya shauri kumwangusha tu katika cheo chake. Hufurahia uongo. Kwa kinywa chao hubariki, kwa moyo wao hulaani. Hawa sio watu wa mbali, hawa ni watu wa karibu na wewe, ni watu wa karibu yako. Wanapokuwa karibu na wewe wanakusemesha vya amani, vya furaha, vizuri, lakini hujajua ambacho amekibeba ndani ya mioyo yao. Hivi ni viwango vingine vya ufahamu, vya uelewa. Kawaulize mabinti waliovurugwa kwenye mahusiano. Kila kijana aliyekutana naye nakupenda, akajiachilia. Leo kabakia mahali jangwani, haelewi alikuwa wa kwanza au wa 10 aliyekuwa nakupenda kweli. Mbona hakuna aliyebaki? Kwa hiyo anaweza akaja mtu na maneno matamu kwenye kinywa, maneno laini, lakini hujajua moyo wake umebeba kitu gani. Ni maombi ya Isaac Omari kupitia semina hii.
Mungu awaweke wazi na ayaweke wazi mawazo ya watesi na mawazo ya adui zetu. Utakwenda kufahamu siri ya ajabu sana. Mungu atakwenda kukufunulia kwenye semina hii. Kuna watu mko mahali hapa, yumkini kuna mitego tayari imeshawanasa na haikuwa mpango wa Mungu mnaswe pale. Kuna watu mko mahali hapa, yumkini tayari kuna kamba zimeshawafunga na hamkupaswa kufungwa mahali pale. Kuna watu yumkini mko mahali hapa, kuna wavu wa adui tayari umeshakukamata na ukupaswa kukamatwa na huo wavu mahali pale. Kuna watu mko mahali hapa, yumkini kuna mashimo ya adui tayari mmeshayatumbukia na hamkupaswa kutumbukia ndani ya hayo mashimo pale na pale. Haya ni maombi ya Isaac Omari kupitia semina hii kwenye malango haya ya Tabata. Yeyote ambaye umekwamishwa njiani na adui na safari yako haiendelei, Mungu akutoe kwenye hilo shimo, akutoe kwenye hizo kamba, akutoe kwenye huo wavu, akutoe kwenye hiyo mitego yao, na vya kwako viweze kuendelea tena. Kama hayo makofi ni kwa ajili ya Bwana, yangepigwa mazuri kuliko hayo, ili Bwana atukuzwe mahali hapa jioni ya leo. Nasema popote pale ambapo yumkini umekamatwa na kamba za adui, umekamatwa na wavu wa adui, umekamatwa na mtego wa adui, umekamatwa na shimo la adui, hivi ninavyolihubiri hili neno lije kwako na nguvu ya Mungu, lije kwako na nguvu ya Mungu, lije kwako na nguvu ya Mungu, likuondoe kwenye vifungo vyao, likuondoe kwenye kamba zao, likuondoe kwenye mitego yao, likuondoe kwenye wavu wao. Mahali ambako wamekuacha ufie pale, natangaza kama nabii wa Bwana hautafia pale. Mahali ambako wamekuacha uaibike pale, natangaza kama nabii wa Bwana hautaaibika pale. Mungu aliyesaidia wengine waliokwama wakainuliwa, atakusaidia na wewe mahali ulipokwama utainuliwa tena. Kama unapokea unabii huu ya kwamba ni wa kwako, ungeinua tena mikono yako miwili juu, piga makofi mazuri kwa Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Rabosekema yanta rabosaya. Wanakuja na vinywa vya baraka, wanakubariki, wanakusemea mazuri, kumbe ndani ya mioyo yao wamebeba laana, wamebeba mauti. Mungu awaibishe mbele ya macho yako. Hiyo ndio maana ya ule mstari ambao unasema Mungu atawafanya adui zako wakuonyeshe maungo yao mbele ya macho yako. Maana yake nini? Mungu atawaibisha watesi wako na maadui zako mbele ya macho yako. Na haya ni maombi ya Isaac Omari. Mungu aweke wazi watesi na maadui walioko mbele yako, ambao inawezekana hata muda huu bado wanatega mitego yao, wanatega kamba zao, wanatega wavu wao, wanachimba mashimo yao ili wakunase wewe. Mungu awaweke wazi mbele ya maisha yako na macho yako, ili uweze kuwa mbali na wao. Kama unapokea sema amina. Nimesema kama unapokea sema amina. Hebu sema ninatoka kwenye kamba zao. Sema ninatoka kwenye kamba zao, ninatoka kwenye majeneza yao, ninatoka kwenye sanda zao, ninatoka kwenye mitego yao, ninatoka kwenye vifungo vyao. Hebu kila mmoja mahali uliposimama tangaza kutoka. Kuna watu wako mahali hapa, ninaona kuna mahali mmenaswa na adui. Tangaza kutoka, tangaza kutoka, tangaza kutoka, tangaza kutoka. Wewe tangaza tu, kuna vitu vitaanza kukuachilia kuanzia jioni ya leo. Nimesema tangaza, tangaza, tangaza. Usimwangalie jirani anavyoomba, ni wewe na Mungu wako mahali ulipo. Nimesema hii ni semina ya mafundisho ya neno la Mungu inayoambatana na maombi na maombezi. Tangaza kutoka, tangaza kutoka, tangaza kutoka kwenye mashimo yao, tangaza kutoka kwenye mitego yao, tangaza kutoka kwenye kamba zao, tangaza kutoka kwenye wavu wao, tangaza kutoka. Mtu wa Mungu, tangaza, 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 tangaza. Rabo seke mayanta, robo sanda rababa, rapapapapapa. Wanatubariki kwa vinywa vyao, lakini mioyo yao inatulaani. Wanatubariki kwa maneno yao, lakini mawazo yao ya ndani wanatulaani. Tangaza kutoka, tangaza kutoka kwenye mashimo yao, tangaza kutoka kwenye kamba zao, tangaza kutoka, tangaza kutoka, tangaza kutoka katika jina la Yesu.
kuanzia mwezi wa kwanza hata mwezi wa 5, tunaelekea mwishoni sasa. Hakuna ambacho kimefanyika, hakuna ambacho kinaonekana. Tangaza kutoka, tangaza kutoka, tangaza. Rabosaya, rabosaya. Ninaona kuna watu wanafunguliwa, ninaona kuna kamba zinawaachia watu, ninaona kuna mitego inavunjika. Rabosanda, rabosaya. Biashara yako inatoka, ofisi yako inatoka, kazi yako inatoka, uzao wako unatoka, watoto wako wanatoka, afya yako inatoka. Ninaona pesa yako inatoka. Popote pale ambako adui alikushikilia, alikukamata, iko neema ya Bwana inakuchomoa jioni ya leo. Rabosaya, rabababa, 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 rabababa. Roho wa Bwana tembelea watu wako jioni ya leo. Roho wa Bwana tembelea watu wako. Roho wa Pentekoste, Roho wa Pentekoste, Roho wa Pentekoste tembelea watu wako jioni ya leo. Watoe kwenye kamba zao, watoe kwenye mashimo yao, watoe kwenye vifungo vyao. Roho wa Bwana, Roho wa Bwana, Roho wa Bwana, Roho wa Bwana tembea, Roho wa Bwana tembea. Pasiwepo na yote mahali hapa ambaye yupo shimoni akabaki kwenye hilo shimo. Roho wa Bwana tembea, Roho wa Bwana tembea, Roho wa Bwana tembea. Pasiwepo na yeyote mahali hapa ambaye yupo shimoni akabaki kwenye hilo shimo. Roho wa Bwana tembea, Roho wa Bwana tembea, Roho wa Bwana tembea. Pasiwepo na yote mahali hapa ambaye yupo kwenye mtego wa adui akabaki kwenye huo mtego. Roho wa Bwana tembea, Roho wa Bwana tembea, Roho wa Bwana tembea, Roho wa Bwana tembea, Roho wa Bwana. Shekema yanda rabose, yanda rabababababababa. Kuna watu wako hapa tangu mwezi wa kwanza mpaka mwezi wa 5, hakuna kinachoonekana, hakuna kinachosogea. Sio jambo la kawaida. Chomoka kwenye kamba zao, chomoka kwenye vifungo vyao. Riba, riba, ribo saya, rapa papa, rapa papa, rapa papa. Yawe, 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 Yawe. Chomoka kwenye kamba zao. Wale wanataja magari na hao wanataja farasi, bali sisi tunalitaja jina la Bwana. Wanafanya biashara kwa uchawi, tutafanya biashara kwa jina la Bwana. Ribo saya. Wanaajiriwa kwa nguvu za giza, tutaajiriwa kwa nguvu za nuruni kwa jina la Bwana. Wanaingia kwenye ndoa kwa uchawi, tutaingia kwenye ndoa kwa jina la Bwana. Robo sanda, rabo saya. Wanajenga kwa uchawi, tutajenga kwa jina la Bwana. Riando robo saya. Wanapata watoto kwa uchawi, tutapata watoto kwa jina la Bwana. Riando saka, yanda rabo saya. Wanaendesha magari kwa uchawi, tutaendesha magari kwa jina la Bwana. Wanamiliki pesa kwa uchawi, tutamiliki pesa kwa jina la Bwana. Oh, shandarababos, rababababo, shandarababo, shandarababo. Yahweh, 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 Yahweh. Biashara zinainuka tena, ndoa zinainuka tena, mahusiano yanainuka tena, elimu za watoto wetu zinainuka tena, afya zinainuka tena, uchumi unainuka tena. Yahweh, Yahweh. Jesus. Ndio Bwana. Asante Roho Mtakatifu. Muda wetu umekwisha jamani. Muda wetu umesogea. Jiunganishe na sadaka yako nzuri. Usiache kuja na sadaka. Jiunganishe na sadaka yako nzuri.
Jiunganishe na sadaka. Jiunganishe na sadaka yako nzuri. Simama na sadaka yako. Simama na sadaka yako. Ishike kwa mkono wako wa kuume. Elohim, 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 Rabosai. Simama na sadaka yako kila mmoja, kila mahali. Inua mkono wako juu ulioshika hiyo sadaka. Hata kama hauna sadaka leo, simama tu, usiache ya maombi. Wewe omba tu kama yule ambaye anayo. Omba tu. Leo hauna, kesho Mungu atakupa sadaka. Usiwe mnyonge. Umekosa leo, kesho utapata. Omba haya maombi baada yangu. Sema: Mungu uliye hai, ninakushukuru kwa neno lako la uzima ambalo umesema nami jioni ya leo. Nimepokea kwa moyo wa shukrani. Ninajiunganisha na hili neno kwa sadaka yangu madhabahuni pako kwa jina la Yesu. Amen. Chomoka, njoo toe sadaka mara moja. Chomoka, njoo toe sadaka mara moja. Njoo toe